الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فبلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله تعالى حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي المذنبة الضعيفة بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون وتقوى الحق سبحانه دأب إخواننا من الأمم السالفة فقد قال ربنا سبحانه وتعالى فيهم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله فإن الله يتقبل من المتقين. يقول سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته صدق رسول الله. أحبتي في الله, baada ya kumhimidi Allahu jalla jalaluh na kumtakia rehma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, lisawmi ahdaf, saumu ina malengo ambayo ndiyo sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kutufaradhishia saumu. Leo tutazungumzia moja katika malengo ya kufunga yaliyopo katika hadithi tuliyoisoma, hadithi maarufu sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi. Tafsiri za kifiqhi, sumu liruyatihi inatafsiriwa na hadithi nyingine sumu idha raaitumul hilala fasumu wa idha raaitumul hilala faaftiru au idha raaitumuhu fasumu wa idha raaitumuhu faaftiru. Mtakapouona mwezi fungeni na mtakapouona mwezi pia fungulieni. Hii ndiyo tafsiri, lakini tafsiri ya wanazuoni wa elimu za kiroho, wanazuoni wa elimu za tazkia, na wao wakaja na tafsiri ambayo inatupa moja katika malengo ya kufunga, sumu liruyatihi, fungeni kwa lengo la kumuona Allah jalla jalaluh. Fungeni ili muone utukufu wa Allah jalla jalaluh. Hili ndilo lengo la watu waliovuka daraja ya kula na kunywa. Sumu liruyatihi, fungeni ili mpate kuingia katika hadhara ya Allah jalla jalaluh. Wa aftiru liruyatihi,
na pia fungueni kwa lengo hilo hilo muone utukufu wa Allahu jalla jalalu. Hapa inabaki kwamba toka mwanzo unaanza kuwa chakula na kunywa, lengo ni moja, ni kutafuta utukufu wa Allah. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kabla hajapewa utume, kana yataabadu fi ghari Hira allayali ya dhawati aladad, alikuwa akifanya ibada katika pango lile ghari Hira. Lengo ni nini? Alikuwa akimtafuta Allahu jalla jalalu, alikuwa akimtafuta Mola subhanahu wa ta'ala. Al-Imamu al-Ghazali baada ya kubobea katika fani mbalimbali, baada ya kubobea katika fiqhi, akawa ameshatunga vitabu, akabobea katika fani za falsafa, akawa ameshatunga na vitabu, akaona bado kuna kitu kina miss. Elimu hizi ambazo nimezitafuta zinanipelekea mimi kuwa mbali na Allah jalla jalalu. Elimu zinakuwa ni sababu ya mtu kuwa na kibri. Mambo manne mtu akiwa nayo ni sababu ya yeye kujiona bora kuliko wengine. Moja katika mambo hayo ni ilmu, elimu ambayo ndani yake hayuko Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ghazali huyo aliwahi kusema, talabna al-ilma lighairi llahi fa aba al-ilmu illa an yakuna lillah. Tumeitafuta elimu, lengo sio radhi za Mungu, ila ile elimu yenyewe ile ikakataa kutafutwa, ila ili mtu aipate elimu ya kihakika lazima amtangulize Allahu jalla jalalu. Kwa hiyo baada hayo yote na kuona bado elimu ambayo ni moja katika vitu vinamfanya mtu na kibri, awe na kibri, havijajitosheleza, akamtafuta Allah. Akatoka nyumbani kwake pale Tus Baghdad na kuanza kusafiri kwa muda wa miaka 10. Wanazuoni wakamtungia vitabu kwa safari hii, Al-Ghazali walbahthu anil haqiqa. Baada ya miaka 10 akiwa pale Maka katika Baitullahil Haram, akatunga kitabu cha kwanza katika elimu hiyo, Ihya'u Ulumiddin, ambayo hizi elimu zote hizi kuna vitu vinamisi, nayo ni ndani yake kupatikana Allah. Sasa hizi ibada ambazo tunazifanya nazo, lengo la kwanza la msingi ni kumtafuta Allah aingie ndani ya moyo wako kwanza, kisha ndo mengine yafuate. Ibada hatua ya pili ikusaidie wepesi wa riziki. Hatua ya pili ukusaidie kutatua matatizo yako ya kimaisha. Ibada hatua ya tatu ikusaidie kutatua changamoto zako za kifamilia, baada ya kwamba umempata Allahu jalla jalaluhu. Sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi, ndo lengo la ibada zote. Ndiyo maana utaona tofauti kubwa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ifikapo muda wa swala na sisi ifikapo muda wa swala. Sisi ifikapo muda wa swala tunamwambiaje muadhini? Qimu au adhini kisha uqimu swala, ndo lugha tunayoitumia. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwahi kumwambia Bilal, adhin ya Bilal, aqimi salata ya Bilal. Alikuwa akimwambia arihna biha ya Bilal, tustareheshe kwa hiyo swala ewe Bilal. Na Mtume Muhammad akawahi kusema, hubbiba ilayya min dunyakum thalath, nimependekezewa mimi katika dunia yenu mambo matatu. Yani nimefanywa katika dunia nipende mambo matatu: an-nisa wat-tib, wanawake
sio kuwaoa sana, hapana, wanawake kwa maana kwa maumbile yao aweze kuishi nao kwa wema, watib na manukato. La tatu akasema waju'ilat qurratu aini li fi salati, na kimefanywa kitulizo cha jicho langu ni ndani ya swala. Ndiyo maana akiwa ndani ya swala Mtume Muhammad anakuwa katika ulimwengu mwingine, hadhara ilahia, yuko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa ndo tutapata tafsiri katika Sahihu al-Bukhari na nyinginezo. Mtume alayhi salatu wassalam safari moja katika salatu dhuhuri aliwahi kuswali rakaa 2 badala ya 4. Safari nyingine akaswali rakaa 5 badala ya 4. Ya kwanza akaulizwa, akusurati salatu ya Rasulullah, swala imepunguzwa? Ya pili akaulizwa, anazala alwahyu ya Rasulullah au azidati salatu ya Rasulullah, swala imezidishwa? Ya kwanza akauliza kwa nini, akaambiwa umeswali 2 badala ya 4. Ya pili akaambiwa umeswali 5 badala ya 4. Mtume alichokifanya, ya kwanza akaongeza rakaa 2, akasujudu sijidatu sawi, kufundisha umma wake nini cha kufanya linapotokea tatizo kama hilo. Ya pili akasujudu sijidatu sawi, kufundisha umma wake nini cha kufanya. Mmoja katika ulama anauliza hivi, ya saili an rasulillahi kaifasaha wasahwu an kulli qalbi ghafilillahi laqad ghaba an kulli shay'in sirruhu fasaha amma siwa Allahi fat'adhimu lillahi. Ewe unayeuliza kuhusu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kaifasaha, aliwezaje kusahau ndani ya sala, wasahwu an kulli qalbi ghafilillahi, na kusahau kwa moyo wa mwenye kughafilika ni upuzi. Mara nyingi sisi tukisahau ndani ya swala, hujui uko raka ya ngapi, hujui tasbihi unayoifanya. Kwenye tahiyatu unasoma suratul Fatiha, kwenye rukuu unasoma tahiyatu, yani vurugu mechi. Mara nyingi sisi anayetokewa na hilo huwa amekumbuka matatizo ya nyumbani, anadaiwa futari hajapata, anadaiwa nguo ya sikukuu hajapata, biashara yake haiendi, kagombana na mke, anadaiwa ada shuleni, kodi ya nyumba. Haya ndiyo yanayotushughulisha ndani ya swala, mpaka mwisho kinachokukumbusha uko kwenye swala, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, ushamaliza swala haupo. Sasa huyu bwana anauliza, ewe unayejiuliza, ina maana Mtume naye alikuwa anakumbuka nyanya za sokoni, anakumbuka matatizo ya nyumbani? La, laqad ghaba an kulli shay'in sirruhu fasaha amma siwa Allahi fat'adhimu lillahi. Siri ya Mtume Muhammad, uwepo wa Mtume Muhammad ulihama. Kwa lugha nyepesi, alihama alipoingia ndani ya swala, kutoka kwenye ulimwengu wa kawaida akaingia kwenye ulimwengu wa Allahu jalla jalaluhu. Aliyokuwa anayaona pale yalikuwa sio aliyoyazoea, yupo katika ulimwengu mwingine. Sasa pale kilichotokea, idadi ya rakaa tena sio kipaumbele. Sisemi na wewe ukisahau na wewe useme hapana, yeye yuko mbele ya hadhara ya Allah. Kwa hiyo idadi ya rakaa ikawa tena haipo. Si hilo tu, watu wakati mwingine wanajiuliza, wakati Mtume anaswali mikono aliiweka wapi? Kifuani, tumboni, chini ya kitovu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa katika hadhara ya Allah, mikono wakati mwingine hata anapoiweka hajui, hata kunyenyua mikono wakati wa dua hajui, kwa sababu yuko katika, yani roho yake, moyo wake upo ulimwengu mwingine. Hivi vyenye kuonekana sio vipaumbele tena kwake, anataladhadh na alhadhara alilahiyya, anastarehe
na hadhara ya Mungu subhanahu wa ta'ala. Hili ndilo lengo halisi la sisi kufaradhishiwa ibada. Ndio maana utaona wanazuoni watukwambia kwamba lengo la ibada mojawapo ni kujiweka karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio Mungu akatuambia katika alhadithul qudsi, ma taqarraba ilayya abdi bin nawafil ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi, hajiweki karibu mja wangu kwa kitu bora ambacho nakipenda zaidi kuliko zile ibada nilizomfaradhishia. Yani Mungu anapenda kumuona mja anapata tabu kutekeleza ibada hizi za faradhi. Ndio maana maswahaba mwisho wa swala ilikuwa mwanzo wa swala nyingine. Wakisha swali salatu subhi, wanawaza adhuhuri naenda kusimama kikaangoni mbele ya Allah jalla jalalu, hisia zinapotea. Sayyiduna al-Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa karrama Allahu wajha, alipochomwa mshale na yule bwana Abdurrahman ibn al-Muljim, nini kilichotokea? Wakati ule hakuna ganzi. Aliwaambia maswahaba, nisubirini ni swali rakaa mbili kisha muutoe mshale. Anamaliza rakaa mbili zake, anawauliza mbona hamjautoa mshale? Akaambiwa mshale tuliutoa, hata raka ya kwanza ulikuwa hujaimaliza. Hakuhisi. Kwa hiyo alikuwa akitoka kwenye salatu dhuhuri anawaza anaenda kusimama mbele ya Allah. Mimi na wewe tunakuwa na uoga na hofu usimamapo mbele ya mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, mkuu wa majeshi. Ndio naona hapa hata kutikisika siwezi. Huwezi kuwaza kingine chochote zaidi, unajiuliza kwamba nini nitakachofanyiwa na bwana mkubwa huyu hapa leo kumbele ya Rabbul Izzati wal Jalal, lakini bado unawaza vingine. Alafu unataka swala hiyo hiyo, ukitoka hapo ukifika nyumbani, ada ya shule ya watoto wako katika sura ya maajabu unaambiwa ushalipiwa. Nani aliyekulipia? Mungu anajua. Katika sura ya maajabu kodi yako unaodaiwa, muamala umeingia kwenye simu, wakati pale unamdanganya Mungu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wewe tunakuabudu, wewe tunakutaka msaada katika mambo yangu yote, wakati moyo wako unamwaza Juma na Muhammad. Ukitoka hapo ukampige mzinga. Sivyo vibada zinavyotakiwa. Hizi zina vyanzo ili ufike katika hii hatua. Ndio maana ukisoma katika mwezi wa Ramadhan utaona Ramadhan, al-Imam Ibn Mandhur al-Ifriqi katika Lisanul Arab asema ramadha as-saimu idha jaffa jawfuhu min shiddati al-atash. Ramadha as-saimu, kisikia neno ramadha maana yake koo yake imekauka kwa kiu kikali. Manake asili ya Ramadhani ni ukame. Zamani huko hii miezi iliitwa, wakati inaitwa iliangukia misimu. Ramadhani ikaangukia msimu ambao una joto kali, ndio kaitwa Ramadhani. Ulama wakatuambia summiya Ramadhan liannahu yahriqu dhunub, unachoma madhambi, ndio maana ukaitwa Ramadhan. Sasa madhambi kadiri yanavyoungua, ya kwangu na ya kwako taratibu. Leo umeunguza hili kwa sababu umemswalia mtume kwa wingi, kesho umeunguza la pili kwa sababu ya kusoma Qur'ani kwa wingi, kesho kutwa umeunguza lile tasbihi kwa wingi, kesho kutwa unaunguza madhambi kwa istighfari nyingi kadha wa kadha, mara kwa mara, mpaka inafika mwisho wa Ramadhani umekuwa moyo mwepesi, nafsi ni nyepesi. Lazima moyo ule nuru yake ishanuke na itoweke nje. Ndo pale sasa unakuwa unachokiona wewe mwingine mwenye macho ya kawaida hawezi kuona, ndo aliyokuwa akiyaona Mtume Muhammad, kwa sababu ya usafi wa moyo wake, roho yake na nafsi yake, mwingine hawezi kuona. Ndo Mungu katika ile hadithul qudsi mbele akasema, wama taqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibba,
na hajikurubishi kwangu mja na ibada za ziada. Ukimaliza faradhi ukajipendekeza kwa Mungu kwa ibada za ziada. Ibada za ziada zipi? Istighfari kwa wingi, Qur'ani kwa wingi. Mwingine anakuambia mimi Qur'ani bwana sijui, jifundishe. Najua kul huwallahu ahad, hiyo inaweza ikakuvusha mahala fulani. Yule sahaba Muawiya ibn Muawiya katika kitabu Amalul Yawmi wal Layla ya Ibn Sunni anasema, alipokufa sahaba Muawiya ibn Muawiya, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamuuliza Jibrili, ya Jibril, ma kana amalu hadha, amali ya Muawiya ibn Muawiya ilikuwa ni nini? Kwa sababu pale Madina pale hakukuwa na sehemu ya kukanyaga kwa wingi wa malaika walioshuka kuipokea roho ya huyu bwana na walioshuka kumuosha huyu bwana na kupana roho yake. Jibril anamjibu Mtume, amali yake huyu bwana alichagua suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad, ndo uradi wake. Qul huwallahu ahad Allahu samad, akimaliza anaru bila ya idadi. Mungu amempa daraja hii. Kwa hiyo usiseme kwamba mimi Qur'ani sijui. Qul huwallahu nayo hujui. Suratul Fatiha unaisoma kila siku kwenye swala. Al-Imam Ibn Taymiyyah moja katika nyiradi zake baada ya salatul fajr ilikuwa anaikariri, na yeye ni mwanachuoni mkubwa, angeweza kusoma Qur'ani yote. Alichagua suratul Fatiha akawa anaikariri bila ya idadi, kuanzia tangu kuswali salatu subuhi mpaka jua linachomoza. Mwenyezi Mungu akampandisha daraja alizofikia katika elimu na maarifa. Nini? Kujikurubisha kwa Allah. Wama taqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibba, hajipendekezi kwangu mja na ibada za ziada, istighfari, swala za Mtume, Qur'ani, tasbihi na zinginezo, kutoa sadaka. Mungu asema ila huyu nitampenda. Fa idha ahbabtu, nikishampenda, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, nitakuwa sikio lake ambalo anasikia kwa sikio hilo. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, na nitakuwa jicho lake anaona kwa jicho hilo. Wa rijlahu allati yamshi biha, nitakuwa mguu wake anatembelea mguu huo. Wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha wa yadahu allati yabtishu biha, na nitakuwa mkono wake ambao anatolea kwa mkono huo. Wa idha saalani la u'tiyanna, akiniomba lolote nitampa. Wa inistaadha bi la u'idhanna, na akijilinda kwangu nitamlinda. Kwa zote vina mwanzo. Ili ufike level ya sumu li ru'yatihi, funga ili ushuhudie utukufu wa Allah. Jiulize swali, ukishauona utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala, kuna ladha nyingine ambayo utaisikia zaidi ya hiyo? Kule peponi Mola subhanahu wa ta'ala atawauliza watu wa peponi, mmetosheka? Watasema tumetosheka ya Rabbi. Kuna neema nyingine? Mungu fayakshif anhu alhijab, atafunua hijabu yake. Fayarauhu almu'minun, waumini watamuona Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa Allah. Haya macho tuliyopewa yana kazi maalumu, nayo ni kumuona Mungu siku ya Kiyama. Ila ukiwa macho yako utayafanya kutazama vya haramu, maana yake utayachafua kila siku, hauwezi kumuona Allah. Kama moyo wako una chuki na watu, una hasadi, una chuki, una vifundo na vinginevyo, una kibri, una jeuri, moyo huo hauwezi kumshuhudia Allahu jalla jalaluhu. Ulimi wako saa zote kusengenya watu, kusema uongo, kufitinisha, huwezi kufika katika hizo hatua, bali inaweza ikafikia mahala ukakufuru. Ndo wale watu hufikia mahala wanasema, mimi nina matatizo yangu miaka 10, miaka 20, namuomba Mungu sana, lakini mpaka sasa bado sijajibiwa. Jikague, tatizo sio kuomba, tatizo unalo wewe muombaji. As-silahu bidharibihi, silaha ni kwa yule mpigaji na sio kwa makali ya silaha.
inaweza ikawa silaha ina makali, kwa kuwa mpigaji sio mzuri bado akashindwa kupiga. Ndugu zangu, lengo la ibada ni kujiweka karibu na Allah. Lengo la ibada ni kushuhudia utukufu wa Allahu jalla jalaluhu. Baada ya hapo, ukishaushuhudia utukufu, ukawa karibu na Mungu kikweli, hautaona kingine chochote ambacho kina ladha, kina starehe zaidi ya ibada. Utakuwa mwingi wa kufunga bila kulazimishwa, utakuwa mwingi wa swala bila kulazimishwa, utasoma Qur'ani kwa wingi bila kulazimishwa, kwa sababu ndo sehemu peke yake ambayo wewe kwako ina starehe. Ama hii dunia, magari, majumba, Mungu atakuletea tu, kwa sababu dunia ina kawaida ya kumkimbia anayeikimbilia na ina kawaida ya kumkimbilia anayeikimbia. Ukiipa mgongo dunia, Mungu anakupenda na atakuletea dunia kila unachokifikiria. Kodi haitakuwa tabu, ada ya shule haitakuwa tabu, chakula haitakuwa tabu, usafiri haitakuwa tabu, afya yako haitakuwa na mgogoro. Lakini sasa ukielekea dunia, Mungu anakughadhibikia, unashukiwa na hasira zake. Kinachotokea sasa, matatizo yote ya dunia yanapiga magoti kwako. Kwa wengi wanalalamika kwa sababu yeye anaswali pale pale, ana madhambi chungu nzima. Kabla hajaingia msikitini kasengenya, kasema uongo, kafitinisha, kamtazama mtu kwa dharau, kafanya kibri, kafanya mambo ya ajabu ajabu. Akifika anataka swala ile ile na dua baada ya swala ile ile. Akitoka nje matatizo yametatuka. Hapana, dua yako itajibiwa, swala yako itajibiwa, lakini inabidi kwanza ifanye kazi ya kufuta madhambi uliyoyachuma kabla hujaingia kwenye swala. Ujisafishe kwanza, kisha ndo uingie kwenye hadhara ilahia, ndo mengine yawe. Kwa ndugu zangu, tupambane na tujihimu sana kuzifanya hizi ibada kwa malengo ambayo tumewekewa na Allahu jalla jalaluhu. Malengo yale ndiyo yanayoweza kutupa manufaa hapa duniani na kesho akhira. Wallahu yaqulu wa biqawlihi yahtadi almuhtadun idha quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wa idha qara'ta alqur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله حمده والشكر له شكره والصلاة والسلام على من طاب في الناس ذكر.